Siku ya leo ni siku ya furaha ambapo ndugu Waislamu dunia nzima wamesherekea baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani. Tunatoa wito kwa ndugu zetu Waislamu, watu wasaidiane katika makazi yetu manyumbani. Tusaidie vijana mayatima, tusaidie wajane, tusaidie wale ambao ni maskini, wale ambao hawajiwezi. Huu ndio mwito ambao tunatoa leo, na vile vile tunasema kwamba kwa kushirikiana wetu kama Waislamu huwa tunaweka Uislamu mbele. Uislamu unaposhirikiana kuungana, basi inshallah taala atushukuru na kitu. Katika uwanja huu wa Kongo wa kusali Idi, mimi kama imamu natoa mwito kwa Waislamu wote. Tuna shida kubwa hapa Kongo Mosque, na naomba Waislamu washirikiane na wale ambao si Waislamu pia wakupenda Kongo. Tusaidiane kutegeza perimeter wall ya hapa mahala. Perimeter wall tunahitaji mawe. Wewe kama una mawe roli 2, wewe unaweza roli 20. Wewe unaweza kuja Kongo ukaona viongozi wa Kongo. Tunazungumza swala hili ili tupate kudumisha hii sehemu ibaki mikononi mwetu. Watu wawili watatu wasiwe wanyang'anyi kuchukua shamba ambalo la umma kufaidisha kizazi na kizazi na kizazi. Nimeona kwamba wiki hii yote viongozi wanaanza kurushiana maneno ambayo naona hayastahiki. Yale ni maneno ambayo yanapasa waweze kuketi na kuweza kuzungumza pale palipokoseka, waweze kuketi na kuzungumza na kuweza kusuluhisha. Lakini lao watakuwa wanaendelea kama katika hali hii, itakuwa tayari sisi tukiwa wananchi tunaona kwamba kuna tetesi na tayari nyoyo zetu zinaanza kuingia wasiwasi. Kama tukikumbuka kwamba hii historia ya Sabasaba imekuwa katika Kenya kama ambayo inajirejelea. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa kitaifa kwamba waweze kusikizana, waweze kuzungumza maneno ya kisiasa ambayo siasa yenyewe pia bado haijafika, ni mwaka ujao, lakini naona ishaanza cheche fulani. Kwa hivyo nawaomba viongozi kwamba waweze kutumia majukwaa yao, hali ya kutupa sera zao, tupe zile sera ambazo zimepita na zimepitwa na wakati. Siasa kama hii ambayo tayari imeanza nguzo za juu, lao itaanza kama hivi pia inaashiria wale watakokuwa nyenjani pia huenda wakafata mkondo kama huo, kwa sababu tumeona kwamba kila mmoja anamwangalia kiongozi wake ambaye atamfuata katika siasa. Kwa hivyo lao yule aliyoko chini atamwona kiongozi wake anazungumza neno na yeye anaweza kulifuatilia. Kwa hivyo itakuwa ni hatari kwa wakati huu tulionao, ambayo tunaona ulimwengu wote saa hii umeingia katika maisha ya kukosa amani. Kila mahali unasikia watu wanafanya hili. Tunaona kwa mfano pale kuna Israel na Iran, tunaona hizo nchi nyingine pia nazo zinaanza kutoa cheche. Kwa hivyo tunaona isiwe ni jambo la kuona kwamba dunia inaweza kuvurugika, kwa sababu hiki kipindi tulichonacho ni kipindi ambacho ni kizito.